Kibuyu hicho, kibuyu cha mzee Kiboko, kibuyu hicho. Kibuyu kina mambo mengi, kibuyu hicho. Kibuyu kinaleta tiba, kibuyu hicho. Kibuyu hicho. Lengo langu hii umeona? Nimeiona babu. Kwanza kazi yetu tumeikamilisha. Kazi yetu tumeikamilisha. Sawa. Na imeenda vizuri yeye. Sasa basi, kama wazungu wakikamilishaga kazi wanapigaga chazi. Uimanyite chazi. Najua hiyo. Sasa nataka nikuambie kitu kwanza. Sawa? Sawa. Mzimu wetu unauona? Nauona. Mzimu wa kiduli. Mzimu wa kiduli. Kiduli. Sawa? Sawa. Toka enzi hizo, miaka hiyo, tunakuja hapa tukiwa na shida. Sio shida labda kutafuta demu, sio shida hiyo mzee. Sawa? Sawa. Yaani kama una shida, mtu anaumwa kama vile yule mwanamke wako. Kwa hiyo si umeona tiba imepatikana? Nimeona. Si umeona? Nimeona. Kwa hiyo sisi toka miaka yetu tunaabudu mizimu. Sawa? Sawa. Vijana sasa hivi wanasema sisi mizimu ni ushirikina, ni uongo mtupu. Hakuna mtu asiyojua mila na desturi. Sawa? Sawa. Ndio maana unakuta sasa hivi watoto hata wanazaliwa, utamkuta mtoto anazaliwa kichwa hana. Kichwa hana? Si ndio laana hizo? Kuto kuheshimu mizimu. Yaani kichwa cha kuto kuheshimu mizimu, si ndio? So kichwa iko, mtoto anazaliwa kiwiliwili hana. Sawa babu. Sasa wewe nimekuangalia, nimekuchunguza, appearance yako, degree yako, upole wako na hekima zako. Sawa mama? Sawa mama. Sawa baba? Sawa baba. Sawa jongo? Sawa. Kwa hiyo lengo na mazumuni kukuita huku kwenye Kinyampasila. Lengo langu hiki bwana, inabidi nikukabidhi wewe. Yaani unikabidhi kibuyu? Kwa sababu mimi kesho na kesho kutwa ninaweza nikawa andipela, yaani nimekufa. Sawa? Kwa hiyo wewe ndo utakuwa mlisi wa hiki kibuyu. Babu mimi si uchawi kabisa, uchawi. Mimi kabisa, yani babu nataka nilisi uchawi. Sasa wewe unasema uchawi, sio uchawi. Ndio maana hata yule mwanamke amepona, yule mwanamke wako kupitia hapa. Na hapa usipokuheshimu hapa unakufa. Babu mimi siwezi kulisi uchawi. Na unajua kabisa mimi sijawahi kuanga. Yaani huu uchawi mimi siwezi kulisi. Huu uchawi kabisa huu. Huu sio uchawi, ili ni tambiko. Si tambiko, tunakuja hapa tunatambika kwa ajili ya familia. Tunakuja hapa tunatambika, tunarudi nyumbani. Sasa ukisema tena ukinipa kibuyu, maana yake tayari ushanitengeneza connection ya kichawi. Babu mimi hapana hiyo. Jongo. Naomba ukubali. Mimi siwezi. Naomba ushike jongo. Babu mimi siwezi kulisi uchawi. Yaani mimi siwezi kukubali. Sio uchawi jongo, wewe manyonyo yako. Simekwambia sio uchawi. Tuongee mpaka mizimu inyanyuke saizi. Babu mimi nasema hiki staki. Yaani huu ni uchawi kabisa huu. Jongo, huu sio uchawi jamani. Hili ni tambiko. Manyonyo yako. Tambiko tuko hapa. Tambiko sinatambika hapa babu. Sasa ukisema tena nisije uchawi, uchawi siwezi. Na unajua kabisa mimi siamini uchawi. Shit, come on. Bwana Jongo, utashika usiki. Babu bwana, kama vipi kila mtu atafuta njia yake. Mimi sitaki masuala ya kichawi hapa bwana. Jongo, unanikataa? Nakukataa. Fanye kichogo kama mchewa mavi tu. Na hivyo ndio maana nyewe vijana sasa hivi amtoboi. Miaka yenyewe 10, 15, chali andipela. Kuto kuheshimu mizimu. Mimi na miaka sio 80, sasa hivi nina mwaka wa 150.
Na bado Mungu ameniongezea bonanza. Mjinga mkubwa we. Jamani mizimu nisameheni. Kama nimeongea kwa hasira, ni vijana wa sasa hivi hawa jamani. Ukipata njoo wewe, ukikosa njoo kama usilale mchangani. Ukipata njoo bebe, ukikosa njoo bebe, usilale mchangani. Ukikosa njoo bebe, ukikosa njoo kama usilale mchangani. Samira. Samira. Wewe Samira. Samira. Babu. Hivi unajua Samira sijaimuona? Siongee utani ujue, nimefika hapa nimeingia ndani, nimeangalia ndani hayupo, nimeita sijamuona na haitiki sijui. Atakuwa ameenda wapi? Siongee utani ujue babu. Au ulimwachia maagizo? Mimi nakwambia kitu cha siri tu. Wewe nenda muangalie ndani kama utamkuta Samira huko. Hayupo. Babu, Samira hayupo. Ingia ndani kama utamuona Samira. Kama mimi ninachoongea ndio utaamini sasa hivi. Au ulimwagizia? Ulimpa maagizo yoyote? Yaani mtu namuongelesha alafu aongee. Ndio nini sasa? Kibuyu hicho, kibuyu cha mzee Kiboko, kibuyu hicho, kibuyu kina mambo mengi, kibuyu hicho, kibuyu kinaleta tiba, kibuyu hicho. Kibuyu hicho, kibuyu kina mambo mengi, kibuyu hicho, kibuyu kinaleta tiba, kibuyu hicho. Kibuyu hicho. Mama. Naam. Nimekuja kumuulizia Samira vipi alifika? Samira? Samira. Samira hapa hajafika. Kivipi yani? Pole sana mwanangu. Unajua Samira? Ni jambo zito sana. Jambo gani hilo mama? Samira yuko mikononi mwa wachawi. Yaani nashindwa kuelewa. Yaani Samira na wachawi, yaani kuna kitu gani hapa katikati ambacho mimi sikielewi? Mbona sielewi yani? Yaani ndio hivyo. Lakini usichoke sana. Nitakuja kukuelezea vizuri. Sasa mama, yaani kama unashindwa kuniambia mimi kitu kinachoendelea, wewe unafikiri labda kuna mwingine wa kumwambia? Yaani utamwambia nani? Kwa sababu kama mimi nimehangaika, swala la Samira la kwanza nilikaa sawa, sasa hivi tena unaniambia mara yupo kwenye mikono ya wachawi. Yaani inachoka kifupi mama wangu. Usiwe na haraka. Mimi ngoja nifuatilie hilo swala. Tutakuja kueleka vizuri. Sasa mimi ndo naenda kuliangaikia hilo swala.
Basi sawa. Basi usiwe na wasiwasi. Samila wachao. Samila wachao. Dogo vipi? Sasa vipi? Unakwaje? Wewe nakujua. Yaani mambo yako ya ushauri mimi siyapendaji. Sijui umenielewa? Tena? Yaani wewe uko sawa ukimsimamisha mtu tu ushauri. Wewe baba ushauri? Sawa, ila unapotea huko unakwenda. Napotea wapi? Wewe ushauri kuniona mimi napotea? Kwa niaba ya hii kitu nilichokuelekeza, ndio maana nakwambiaje, usipofuata ushauri utapotea. Sikiliza nikwambie. Wewe si baba ushauri? Yaani wewe cha kufanya unachohitaji kufanya sasa hivi ni maendeleo. Haya yatakuwa maendeleo yako. Cha kufanya wewe weka kibao barabarani, yani fungua tu hata gongele misumari kwa kibanda, andika mimi baba ushauri. Hiyo itakusaidia. Lakini sio kwamba kila unayemkuta umshauri, unapotea. Wewe ndo unapotea sio mimi. Mimi napotea tena sio wewe. Sikiliza brother, achana na mimi. Wewe fanya mambo yako yani. Masuala ya ushauri, mimi huwezi kunishauri, utanishauri nini wewe? Mtu mwenyewe bigi kabisa bonge hivi, utanishauri mimi? Achana na mimi babu. Ubaya unaua mwanangu. Ubaya unaua mama. Wetu ukipenda umekwenda, utafanywa chambo wa nyama ya usiku. Ayo, wetu kubaya huku. Kuna ubaya huku. Kuongoza ujue na kunong'ona mama, siku ya kufumaniwa dunia utaijua mama. Aoni gelelechoni mama, angwa awe ni gelelechoni mama, wa we nimekoma kuzunguka uwani, nimeokota ushanga sijui mwenyewe nani. Karibu mama. Asante, mambo zako? Fresh good. Samahani mzee Kiboko. Bila samahani mama, karibu. Mzee Kiboko, samahani. Unajua madhaifu ya mjukuu wako nimeyabeba mimi. Naomba unisamehe kwa hilo mzee Kiboko. Mama, labda nikwambie kitu kimoja tu ambacho wewe ukijui. Sawa? Mimi nimeanza kuliona jua kabla ya nyinyi au kabla ya huyo mjukuu wako. Sawa, ndio maana mimi naitwa mzee Kiboko. Sijui umenielewa kipande hicho? Kwa hiyo mama, mimi ninapopanga mipango yangu, mimi mtu akinivuruga mimi na mahindi. Sijui umenielewa? Na mimi swala la mwanao wewe na mjukuu wangu, sawa Jongo. Mimi nilijitolea tu kuwasaidia kwa sababu ya mjukuu wangu Jongo. Kunimanyite? Nimekuelewa sana. Umeona? Sasa mimi kuanzia sasa hivi mimi bwana sitaki ushirikiano wenu. Hata sijaelewa leo hiyo umekuja eti kuniomba msamaha kwani sisi tushawahi kuaga wapenzi. Sijamaanisha hilo. Kumbe Mzee Kiboko sijamaanisha hilo. Mimi namaanisha hivi. Jukumu la mjukuu wako nimelibeba mimi. Lakini pamoja na hayo yote nina shida. Naomba msaada wako. Shida gani? Mzee Kiboko, unajua mwanangu alitoka huko. Lakini nyumbani hajafika. Yule bado anasumbuliwa na wachawi. Kwa hiyo unataka kuniambia ametekwa? Yaani haonekani. Kama alivyotekwa Mo au Roma, si ndio? Inaweza ikawa inafanania. Basi tuangalie anaweza akarudi Jumapili. Jumapili? Si ndio, kama watekaji wengi wanatoka Jumapili. Sasa wewe unatakaje? Mimi mama, labda nikwambie kitu. Ndio. Sambi unitindile marangu. You know me? Together forget.
Sijakuelewa mimi bwana. Oh my God, oi. Shit. Kwa hiyo hapo hujanielewa. Yaani wewe ninavyokuangalia. Mwanao kama mwanao, sawa? Mwanao japo nilimpa 2 days. Yaani siku 5. Ndiyo. Yeye akatoka nduki. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akasepa na kijiji. Sijui umenielewa kipande hicho. Sasa japo kaondoka siku 3 hizo, mimi naamini tu hata kama wamemchukua hawezi kumfanya chochote. Ila sasa kazi kwako ndugu wangu. Wewe ndio ushakula maji ya tunguli na lazima uwawe. Sasa kwa nini iwe mpaka Jumapili jamani? Kwani haiwezi kawa kabla ya Jumapili? Sasa nyinyi si ndio wenyewe mnatoana ahadi zenu. Siku na ahadi nyinyi mnazitoa, mna viapo vyenu nyinyi. Akimtoa mtoto wa huyu na wewe unamtoa mtoto wa huyu. Mnamla nyama. Mashavu yamekushuka we mama. Mama wewe una hata aibu. Mashavu yamekutoka kwa ajili ya kula mifupa tu ya binadamu mwenzako. Kwani nyie zombi au ndo hamjui? Mama, mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi kwa hilo sina msaada na nyinyi. Sielewi, yani mimi hata kama unionge mapenzi sina msaada na wewe. Kwa hiyo huwezi kusaidia kabisa. Yani I can't forget. My mama. Sio umenimanya kipande hicho. Ila mwanao kama nilivyokuambia hawamuwezi. Katoka kwa mzee Kiboko. Sio umenielewa? Kwa mwanangu ana usalama kabisa. Usalama nayo, kazi ipo kwako mama. Kwangu tena? Kazi ipo kwako, wewe na wachawi wenzako mlokula viapo. Kwa hiyo mimi swala la nyinyi msaada mimi nilishokataga. Na nilitoa msaada kama nilivyokuambia kwa sababu ya mjukuu wangu Jongo naye apate joto kwa mwanao. Sijui umenimanya kipande hicho. Haya, nimekuelewa. Sawa. Niruhusu na mimi. Wewe mama. Wewe. Mimi angenipa mapenzi ningemfikiria. Wewe mtu unakuja kavukavu tena anashika vidole. Mimi mzee Kiboko nisaidia anavunja vidole kama unamtongoza mwanafunzi funguka. Kama mama unanielewa wewe funguka tu. Membo una baridi. Kiboyo cha mzee Kiboko, kiboyo hicho. Kiboyo kina mambo mengi, kiboyo hicho. Kiboyo kinaleta tiba, kiboyo hicho. Kiboyo hicho. Kiboyo kina mambo mengi, kiboyo hicho. Babu. Tuongee kidogo babu. Naomba kidogo tuongee babu. Babu bwana. Babu njoo tuongee kidogo mara moja babu. Toma wewe. Alafu nikwambie kitu. Wewe nilikwambia nini wewe? Nakuuliza wewe nilikwambia nini wewe? Sasa si nani? Nilikwambia nini? Jongo nilikwambia nini? Babu si tulishakubaliana babu. Si tumekubaliana babu tumemaliza lakini. Ukubaliana na nani? Tunaongea na wewe. Babu mimi nimekuja kwa mara nyingine, yani nimekuja kwa kitu tofauti na unachofikiria wewe. Ulikuwa unasemaje? Sasa babu, yani kitu ambacho ukijui. Yule mpenzi wangu yupo kwenye himaya ya wachawi mpaka ninapoongea muda huu saizi. Hapa ndo unapohitajika sasa msaada wako. Unabidi unisaidie kwenye hili. Yaani hili saizi la moto tofauti na hili la kwanza lile. Sio babu, nimekuja mchumba wangu yupo kwenye himaya ya wachawi. Kwa hiyo unatakaje wewe? Wewe si babu yangu. Maana yake nahitaji msaada wako. Kwenye hili unabidi unisaidie. Maana hili mimi siwezi peke yangu babu yangu.
nikwambie kitu kidogo tu. Sawa? Sawa. Mimi na wewe nani mkubwa? Kwa sababu sinaelewa. Wewe ni bibi yangu, ni mkubwa kwangu. Kila kitu kinaonekana wazi. Unajua kabisa kama mimi ndo nimeanza kuona nini? Kuona jua. Sawa? Sawa. Si umenielewa? Wewe jua umeliona ili kama mna copy tu na kupaste, lakini jua mimi ndo nimeliona zamani. Sisi wakati sisi tunalitengeneza jua kipindi hicho, mimi nipo. Enzi hizo miaka hiyo 50 nyekundu enzi hizo. Sasa wewe ndo maana nilikwambiaje mwanangu, mjukuu wangu Jongo, nimekukabidhi kile kibuyu. Nilikuwa na maana kwenye matatizo kama haya. Likimtokea tatizo huyu, unachukua kibuyu chako, unaelekea kule mizimuni kwenda kuweka tambiko kwa ajili ya kuanusuru watu. Mimi sio mchawi. Sasa babu, mimi si tulishaongea, nilisema kwamba mimi siwezi kulisi kile kibuyu, ule ni uchawi ule. Yaani hiki mimi siwezi, yani kifupi tu mimi siwezi kufanya hicho kitu. Yaani wewe mwenyewe unaelewa, na tulishaongea tulishamaliza. Babu mimi siwezi. Babu mimi tuliongea vizuri tu nikakwambia, mimi siwezi. Siku ile si tuliongea tulimaliza kila kitu. Mimi siwezi kulisi kile kibuyu, ule ni uchawi. Sawa. Umeongea pointi. Sasa mimi kukushauri na mimi siwezi. Uchawi unaua wanao. Ubaya ubaya unaua mwanangu. Ubaya ubaya unaua mama. Wetu ukipenda umekwenda, utafanywa chambo wa nyama ya usiku.